Bwana, mambo vipi? Kwa wale wote wadau wananifuatilia Mr. Ramsey Decoration, nadhani alilituma ile jiko kipindi hicho likiwa halijadesigniwa haya makabati. Kama mnavyoona Mr. Ramsey Decoration aliwaambia amekuja kwa ajili ya kudesign hizi kabati, na amesha design kabati, ameshamwagia zege limeshamwagwa kama unavyoziona zimeshafumuliwa mbao. Hii ndio design ya makabati yetu ya jikoni. Kwa hapa kinachofuatia sasa huko hapo juu ni mabo tu. Hapo tutaweka mabo, huko chini tutaweka PVC za milango, yani milango ya PVC, ili maji yakiwa yanamwagika hapo chini yasiasili hiyo milango ya makabati. Kama unavyoona bwana Mr. Ramsey Decoration alisema atatengeneza hii na atarekebisha, amekabidhiwa zamana ya kurekebisha hii, ndio hapa chuma imekubali. Bwana, sio lazima ujenge makabati ya mbao. Sio lazima ujenge makabati ya mbao, sio lazima ujenge makabati ya tofali. Mr. Ramsey Decoration bwana ana design makabati ya zege kama unavyoona. Hii ni zege. Maki yetu tumeweka inchi 3, lakini tunaweza tukaweka hata inchi 2, ila tuliweka tu inchi 3 kwa sababu iwe strong zaidi. Humu ndani ya kabati tumeweka kuna nondo na kuna waya mesh tumesuka. Ndio maana unaona imekuwa steel. Hii hapa tumeisukia nondo imekuwa steel hiyo. Kama unavyoona mdau wangu. Kwa hiyo na mdau unayetaka kufanyia makabati, unayetaka kutengeneza makabati ya jikoni, bwana mtafute Mr. Ramsey Decoration haja kudesignia kabati za jikoni muundo wote unaotaka wewe. Hizi ni za chini. Kwa hiyo Mr. Ramsey Decoration bwana ana design kabati hata za ukutani ziwe za zege. Mr. Ramsey Decoration anafanya hizo show. Kama unavyoona kutokana na kijiko chini kimekuwa simple kidogo. Kwa hiyo tumetengeneza kabati simple ambalo mteja wangu amefurahia, ameipenda hii design na ameelewa. Kwa ushauri, kwa sababu mteja wangu alianza kujenga tiles. Baada ya hapo mimi nilipokuja Mr. Ramsey Decoration ndio nikaona hiki kitu, nikagundua, nikamshauri bwana inabidi tuanze kikabati. Kwa hiyo Mr. Ramsey akaja na huu mfumo wa kuweka makabati kama unavyoona. Mr. Ramsey alikabidhiwa zamana hii nyumba yote kuifanyia finishing na kuweka skirting. Mkataba wa Mr. Ramsey wa kwanza ulikuwa kutengeneza makabati jikoni, kuziba, kuongeza kozi moja kwenye ile dirisha, nadhani imeongezeka kama mnavyoona, imeisha. Maana fundi wa kwanza aliweka dirisha la jikoni kozi ya 3, ambacho ni kitu ambacho sio kweli, sio sahihi kabisa. Ni kozi ya 3 dirisha la jikoni na kwa chini sana. Kwa Mr. Ramsey ameongeza kozi moja pale, afa ametengeneza makabati yake ya sentimita 60 hayo, 90 kwenda juu, 60 upana kama unavyoona. Kwa Mr. Ramsey bwana Decoration alikabidhiwa zamana ya kuweka hii nyumba kumalizia kazi iliyobakia, kwa sababu tiles alianza yeye kwa akaja kumalizia. Kwa alikuja kuweka skirting ambayo amekata Mr. Ramsey Decoration mwenyewe. Hii ilikuja ni tiles nzima. Ni tiles ya 60 kwa 120. Kwa Mr. Ramsey amedesign, amefanya skirting kama unavyoona. Skirting ndio hapa imetulia, imeisha. Kwa Mr. Ramsey Decoration pia alikabidhiwa zamana hii nyumba bwana kuweka PVC kama mnavyoona wadau wangu. Mr. Ramsey Decoration PVC ameshakamilisha kama unavyoiona hii hapa, na hizi baraza Mr. Ramsey Decoration ameshazikamilisha kama unavyoziona. Huyu ndio Mr. Ramsey Decoration bwana. Wewe ukihitaji kazi nzuri, kitu kizuri kitoke vizuri, mkabidhi zamana Mr. Ramsey Decoration ili kufanyia kitu kizuri kabisa. Humu pembeni moto unamuona mko plain, hamna tiles, humu tutakuja kupiga tangastone. Kwa kuanzia kwenye ngazi pembeni hadi ukuta wa nyumba tutaweka tangastone. Ni design ambayo Mr. Ramsey Decoration ndio amedesign hapa. Kwa itakuja tangastone, bomba itatulia kabisa, itakuwa shwari, mwenyewe utaipenda. Bwana, kwa kuanzia sasa Mr. Ramsey mkataba wake ndio umefikia hapo, umeishia hapo kwa sababu mteja wake Mr. Ramsey anajenga kwa awamu. Kwa hiyo hata wewe mdau kama unahitaji kufanya kazi kwa awamu, mtafute Mr. Ramsey Decoration, mtafanya kazi kwa awamu mpaka kazi yako, nyumba yako itakapokamilika. Huyu ndio Mr. Ramsey Decoration bwana. Anaenda awamu kwa awamu. Kwa awamu ya kwanza mteja wake ndio hii hapa. Tunaweza tukasema hii nyumba Mr. Ramsey Decoration anarudi kwa awamu kama ya 3. Hii ni awamu ya 3. Toka tuanze kazi za finishing ni awamu ya 3. Sababu tulianza na tiles kidogo huko ndani tukajenga, tukastop, akasimama, tukaja tukarudia tena tukamalizia. Sasa hizi tumerudi tena kwa tiles ya baraza na skirting za ndani tumemaliza kama mnavyoona wadau. Kwa hiyo tunaenda mdogo mdogo. Kwa wewe ambao unayependa kujenga kwa awamu mtafute Mr. Ramsey, pia anafanya hizo kazi. Sio lazima contract iwe ni ya moja kwa moja, hapana. Hata kwa awamu, nguvu ya mteja inapofika imeisha na Mr. Ramsey anasimama, anaelekea site nyingine. Mteja akipata nguvu Mr. Ramsey anarudi tena. Kwa hiyo mdau ambao unahitaji kujenga polepole sehemu yoyote, iwe Mwanza, iwe Mtwara, iwe Zanzibar,
Yaani kokote kule mteja unahitaji kufanya kazi kidogodogo na Mr. Ramsey Decoration anakufikia, anakuja kufanya kazi yako, akikamilisha anaondoka. Pale ambapo unaona wewe unaweza, Mr. Ramsey anakuja, anapiga hesabu, mnakubaliana, anaifanya hiyo kazi, anaikamilisha, ndipo Mr. Ramsey anaondoka kama unavyoona. Wewe angalia PVC imekaa imetulia hii hapa. Jamani, huyu ni Mr. Ramsey Decoration jamani, anaifanyia hii nyumba finishing. Mr. Ramsey Decoration. Finishing ya Mr. Ramsey Decoration ndio hii bwana. Inaenda mdogo mdogo. Bosi wangu anaenda kidogo kidogo. Huyu bosi mwenyewe bwana yupo Nigeria anayefanya hii kazi.